Ndugu zangu, kama tujuavyo, na nianze, tunaelewa sisi katika Kiswahili, methali inatuambia usipojua uendako kila njia itakupotosha. In English tunasema if you don't know where you are going, every road will mislead you. Na ndio maana Mheshimiwa Rais wetu mpenzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza kwa kauli nzito kwamba uchumi wa taifa hauwezi kupimwa wala kukua bila takwimu sahihi za kuaminika na zinazopatikana kwa wakati. Na katika hotuba na maelekezo yake mbalimbali ya kitaifa, hususan wakati wa ufunguzi wa bunge na mikutano na jumuiya ya wafanyabiashara, Mheshimiwa Rais amesisitiza mara kadhaa kwamba tunajenga uchumi unaoongozwa na takwimu na si uchumi wa kubahatisha. We are building a data-driven economy, not an economy of guesswork. Kauli hii imekuwa msingi wa utekelezaji wa sera zetu za biashara, viwanda na masoko ndani ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025-2050. Leo tumekutana ndugu zangu hapa sio kwa ajili ya majadiliano ya kawaida, bali kuimarisha mfumo unaojenga imani na ujasiri kwa mabenki, wawekezaji, wakulima na wafanyabiashara, mfumo unaitwa mfumo wa stakabadhi za ghala. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, wazee wetu walitufundisha, mwenye macho haambiwi tazama. One who has eyes needs no instruction to see. Katika ulimwengu wa biashara na uwekezaji wa leo, takwimu ndizo macho ya uchumi. Bila takwimu sahihi kuhusu bidhaa zilizohifadhiwa ghalani, ubora wake, mahali zilipo na thamani yake sokoni, maamuzi ya biashara hubaki kuwa ya kubahatisha na sera hukosa mwelekeo thabiti. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kwa uzito kwamba maendeleo ya kiuchumi yanapatikana pale uzalishaji, biashara na viwanda vinapounganishwa kwa kutumia takwimu kama dira ya kuelekeza uwekezaji. Economic development is achieved when production, trade and industry are integrated using data as a compass for investment decisions. Kauli hii inatukumbusha wazi kwamba uwekezaji si suala la bahati, bali ni suala la ukweli, taarifa na data. Kwa kifupi, ndugu zangu, tunapokutana hapa leo, tunapiga ngoma ya uwazi, uadilifu na uaminifu wa takwimu, na mfuko wa stakabadhi za ghala ni mojawapo ya nguzo kuu zinazobeba ngoma hiyo. Mabibi na mabwana, niwakumbushe tena methali ya Kiswahili inatukumbusha kwamba kikombe kimoja hakivunji chombo. Yani one cup alone cannot break a pot. Mfumo wa stakabadhi za ghala hauwezi kufanikiwa kwa mdau mmoja pekee. Unahitaji ushirikiano wa dhati kati ya serikali, taasisi za fedha, wasimamizi wa dhamana, wafanyabiashara, waweka mali, wazalishaji na wachakataji. Kupitia mfumo huu, sekta ya fedha sasa inapata mwanga wa bei, wingi wa ubora wa bidhaa za kilimo na zisizo za kilimo, na hivyo kuifanya Tanzania ionekane kama mahali salama pa kuaminika na penye mazingira bora ya biashara na uwekezaji endelevu. Mabibi na mabwana, takwimu zinaonyesha pia kuwa katika miaka hivi karibuni mikopo kwa sekta ya kilimo imekuwa kwa kasi na thamani ya bidhaa zilizohifadhiwa katika maghala yenye stakabadhi imeongezeka, jambo liliongeza uaminifu wa taarifa za mazao yetu sokoni, ndani na nje ya nchi. Na hapa kwa maneno ya Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kwamba tunaweza kujenga mustakabali bora wa taifa letu pale tunapoona mbali kwa kutumia takwimu za leo. Yani, we can build a better future for our nation when we see far by using today's data. Lakini maendeleo hayapimwi kwa takwimu pekee. Maendeleo hupimwa pia kwa moyo wa taifa, uzalendo, ubunifu, nidhamu na mshikamano. Na ndiyo maana tunapaswa kufanya kazi kwa umoja, uthubutu na uwajibikaji wa pamoja. Mabibi na mabwana, methali nyingine hutufundisha kwamba haraka haina baraka. Hustle has no blessing. Tunapoimarisha mfumo wa stakabadhi za ghala, tunahimizwa kutenda kwa umakini, uweledi na uthabiti, si kwa pupa. Huu si mradi wa muda mfupi, bali ni muongo wa mabadiliko ya kudumu katika biashara, viwanda na masoko ya taifa letu. Mheshimiwa Rais ametusisitiza mara kwa mara kwamba Tanzania ni nchi yenye fursa, yenye amani, utulivu wa kisiasa na kiuchumi na mazingira rafiki ya biashara na uwekezaji. Na ninyi mliokuwa hapa mnatambua hivyo na dunia inatambua hivyo. Hivyo wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba mifumo tunayoweka inaakisi taswira hiyo ya taifa. Mabibi na mabwana, katika muktadha wa maendeleo ya viwanda vya ndani, pia imesisitizwa na serikali yetu hii ya awamu ya 6
chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo mara kadhaa akizungumza na wawekezaji amekuwa akisisitiza kwamba tuna nafasi ya kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza Afrika kwa ukuaji wa uchumi, tukijenga viwanda vyetu kutoka chini hadi juu. We have the opportunity to be among Africa's leading economies by building our industries from the ground up. Kauli hii ni chanzo cha matumaini, lakini pia ni wito wa wajibu. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mfumo wa stakabadhi za ghala unafanya kazi kikamilifu, ili viwanda vyetu vipate malighafi kwa uhakika, kwa wakati, kwa ubora unaokubalika na kwa bei shindani. Mabibi na mabwana, kwa kuhitimisha, napenda tujiwekee wazi jambo moja. Kwanza, hakuna mabadiliko bila uvumilivu. There is no transformation without patience. Hakuna mafanikio bila takwimu za msingi. There is no success without reliable data. Na hakuna biashara ya maana bila usimamizi thabiti wa dhamana. And there is no meaningful trade without strong collateral management. Hivyo basi, natoa wito mahususi kwa kila mdau, kwa wenzetu mabenki na taasisi za kifedha: endeleeni kutoa mikopo kwa kuzingatia takwimu sahihi, masharti nafuu, uwezeshi na rahisi na mifumo rasmi. Lakini kwa wale wakulima na wafanyabiashara, tumieni mfumo wa stakabadhi za ghala kama chombo cha kuongeza thamani ya kazi yenu. Na wale wasimamizi na mameneja ya dhamana, jengeni uaminifu, uwazi na weledi. Na kwa sisi serikali na wale wakurugenzi ambao mko hapa na wengine wote, tuendelee kusimamia sera zinazoleta matokeo halisi kwa taifa na kusimamia ipasavyo ubora kama alivyosisitizwa hapa na wengi waliozungumza, akiwemo mwakilishi wa mameneja dhamana. Kwa kauli hizi sasa, nina heshima kubwa kutangaza rasmi sasa kuwa mkutano wetu huu wa wadau umefunguliwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kwa pamoja tuendeni sasa tukajenge historia mpya ya uchumi wetu. Na washukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.